Sema mwanangu, siku hizi unaboa sana. Yaani sana, tena pakubwa tu. Hivi wewe kwanza mtu wangu unajikuta nani kwanza? Wewe ndio unajikuta sawa mzee wa mahaba, mzee wa mapenzi. Mpaka unajisahau, unasahau watu wako. Sema mwanangu, inakera mzee. Kim, kwa nini wewe huwa ni mnafiki sana? Yaani mimi kama siku hapa kwenye hiki kijiwe huaga mnataka kuniongelea sana mimi, si ndio? Hivi hapa na masuala ya mahusiano yanaingiliana wapi na? Mjue kwamba mimi na nyinyi ni mashikaji tu. Ikifika muda wa ushikaji nafika hapa tunapiga story, mambo yanaenda. Na ikifika muda wa mahusiano mimi naondoka kwenye mambo yangu ya mahusiano. Sasa unavyo kuongelea sijui mimi ni nani, sikuwakataza nyinyi kupendana. Sikuwakataza kabisa. Nyinyi mmeamua kuwa kama mapadri, mapasta. Sasa cha ajabu na shangaa ni pasta gani atakuwa na Madrid kama hizo? Yaani ni kama mnafunga mbuzi vichwani. Madrid ziko pango, zingine hako. Nini? Bro, nispendi. Nikitaka utamu mimi napata utamu huko mbele kwa mbele. Unajua nini bwana Majaja? Alichokisema hapo bwana Kim ameongea vizuri. Afu istoshe anakuonesha. Unajua nini wewe? Shida wewe unatongelea hapa kijiweni, kila ukija hapa kijiweni marao tunakuikalia sisi vikao. Hapana, sio hivyo. Unajua hapa kijiweni tuna tabia kushauriana. Tuna tabia kuoneshana mwongozo uko wapi. Unajua shida ni moja. Shida inakuja pale ambako wewe unapokuelekeza siku zote tukiuelekeza waga tunachukulia tunaingia kwenye penzi lako. Hapana, sio hivyo. Unajua nini rafiki yangu? Hapa kijiweni una tabia kutulaumu sana. Tabia kutasisi wanafiki. Una tabia kutusema sana. Kwa sababu tunapoingilia sisi kwenye penzi lako. Unajua utafikia hatua utatafuta hata mtu wa kupatia mashauri utamkosa kwenye mahusiano yako. Maana unapozama wewe si pazuri. Unapoelekea wewe ni pabaya. Ndio maana Waswahili wanasema asiyesikia la mkuu huvunjika guu. Kwa hiyo jitizame sana kwenye hatua zako. Unajua utasema sana afu utachukia utamind, tunajua hilo. Yaani nyinyi mnaboa sana. Oya, tukiwa hapa sasa tuwe naacha mambo ya mahusiano. Tupige story nyingine ya mpira, sijui nini. Wewe unaweza kuwa mchezaji mzuri wa mpira. Nyinyi mnaboa. Afu huyu wa Madrid azijui zinapangiwa aje. Ziko zinasimama sama inzi. Bado tuheshimiane ndugu yangu. Afu wewe ni mtu muhimu sana, mimi nakutegemea. Unaanza kuleta mambo ya kisenge kizebara hivi. Wewe mnafiki kabisa. Mimi nakuchana leo. Oya, mimi namchana huyu. Mnafiki huyu. Kwanza hiyo kauli ya kuniambia kwamba mimi nimekuwa mnafiki kwanza imetokea wapi kwanza? Wakati mimi nakuambia kitu ambacho kiko sahihi. Wewe baada ya kuingia kwenye ile penzi lako kwanza ndio umeshatusahau, umetuchukulia sijui sisi ni vitapishi vya kutupia jalalani. Sasa inakera mwanangu, mimi naondoka zangu. Unajua kuna vitu vingi ambavyo navifikiria kutoka kwako. Lakini naamini ipo siku nitapata majibu. Unajua mimi nikiingia kwenye mahusiano huwaga sipendagi usaliti. Ni bora unaniambia ukweli bwana, kwenye haya mahusiano wewe ni joueur wa akiba. Hilo nitajua na nitajua gisi gani ya kujilinda.
Lakini wewe huwa unasema mara kwa mara, uko mwenyewe. Na kwa uzuri wako mimi akia Mungu wallahi siamini kwamba ninaweza nikawa mwenyewe. Alafu baby, nimemisi vitu vyangu sasa. Ni kwa muda unajua. Mimi si mtamu. Jua sasa hapa tuko kwenye garden love. Hairuhusi. Tupange basi. Tulia sasa. Unataka? Subiri nikupe mtamu. We baby we. Tulia basi. Ndio hivyo shoga yangu. Bosi yangu ameniambia nitafute mtu 100,000 kwa mwezi. Sasa ndo nikaona nisiende mbali na shoga yangu ambaye anajua hivyo vitu. Ndo kwa maana nimekuja hapa. Okay, mimi nipo hata kesho, nipo leo fresh. Kona mbele. Siku hata kesho. Kwa sababu tunamhitaji kweli huyo mtu. Kesho ndakuja kupitia hapa na saa 2. Kwa sababu ofisi yani tunafungua hapo na saa 3 kamili. Okay. Ndio hivyo shoga yangu. Yaani wewe jitahidi. Jitahidi sana usikose hiyo kazi. 100,000 na ni hela nyingi sana. Alafu shoga yangu nilikuwa nishasahau bushu. Wa maana. Wewe mwenyewe nikikwambia hadi utatamani. Wewe si shoga yangu. Kuliko ni mama. Na yani na mpenzi wangu hapa kwenye nipo. Yani si ndani, si nje. Yani hapo ananimudu kila sehemu. Wewe. Usije ukanitamani mume wangu wewe kwa sababu nakujua. Yani ana sifa zote za kuitwa mwanaume. Tena sifa zote. Sifa gani hazo? Usije ukamtamani mpenzi wangu wewe kwa sababu nakujua. Okay, nimefurahi kwa story shoga yangu. Vipi kesho tunaenda saa ngapi? Kesho tunaenda shoga yangu. Acha niwahi kwa sababu bado hatujafunga saluni. Nikuja tukupa umbea. Ndio hivyo. Okay, utamsalimu yule shemu. Umeanza hivi. Ndio hivyo shemu, si nilivyokuambia. Mwambie rafiki yako nampenda sana. Yaani sipati usingizi sababu yake. Yaani kila nikilala namfikiria. Yaani jikaze sana shemu. Please nakuomba. Yaani wewe fika tu pale mueleweshe. Wewe ni rafiki yake ujue. Atakuelewa. Nampenda. Unajua nini? Unatakiwa kwanza ujue kwamba yule ni mtu ambaye yuko kwenye mahusiano yule. Yaani yuko kwenye penzi lake. Sasa wewe ukisema kwamba niende nikakwambilie naye, hivi unategemea kitu gani ambacho kitatokea baadaye? Je, mpenzi wake akija kujua, uone kama itakosti baadaye? Kuhusu mpenzi wake mimi hainihusu. Maana mimi nampenda yeye. Simpendi mchumba wake. Kama wataachana, kama wataendelea ni wao. Basi sawa. Mimi nimekusikia na nimekuelewa pia. Ila kitu kingine unatakiwa kuelewa kwamba yule ni rafiki yako. Kumbuka hilo pia na lenyewe. Afshemu hapo unanichanganya. Yule ni rafiki tu, sio ndugu. Leta ingekuwa ndugu, ndo ningekuwa na kauoga kadogo. Lakini yule ni rafiki.
Urafiki unaweza ukaisha tu sababu ya mwanaume, maana mimi nampenda mwanaume. Haya basi sawa. Shemu, mimi nikuache. Haya. Ila usisahau. Majaga. Unajua unauzi sana mwanangu. Yaani unakera sana baba. Unajua mwanzo uliniita mimi mnafiki, wakati hakuna unafiki wote ule ambao nimekutendea. Nimekuambia vitu vya msingi, lakini wewe ukavichukulia upuuzi na ukavichukulia unafiki. Ila sio ujue kwamba unafiki ambao wewe unaona na kutendea wewe, yaani ndio kitu ambacho kinakuokoa. Kimu, hivyo una matatizo gani na mimi? Kwa nini kila tukikutana mimi na wewe lazima unilaumu? Yaani wewe ni mtu ambao unajaa lawama juu ya lawama. Oya bro, naomba tuheshimiane. Kama huna pointi, njia iko wazi, wewe unaondoka. Ujue kwamba mimi hapa nachuma dawa. Sasa sitaki kuongea mengi na wewe. Huna pointi, jikatae. Hivi madawa ambavyo unabaki unachuma chuma hivi ndio vinasababisha hao watoto wa kike wanapagawa. Mimi pointi yangu ambayo niko nayo sasa hivi na mpaka sasa hivi nimefika hapa kutafuta, nimeshahangaika sana, ni kwamba Priska jana amenipigia simu. Nikafika kwao. Priska akasema anakupenda, anahitaji kuongea na wewe. Lakini sasa cha kushangaza, wewe unajizima data kama vile hauelewa ujue. Ameshakupenda wewe. Unajua nachekesha bro. Hivi, hebu tuweke tu kawaida kabisa. Mwanamke namtongoza mimi, inatakiwa majibu anipe mimi. Cha ajabu sasa yule mwanamke anakutafuta wewe rafiki yangu, anakupa majibu ndo niletee mimi. Inaingia akilini hiyo? Mwanamke akikwambia nakupenda, sio eti kwa sababu mimi nimemtongoza, hapana. Ana ya kwake ambayo anayalenga. Na kwanza nashangaa leo amekwambia eti ananipenda. Hiyo ni vingine, mimi sina chochote, nina akili. Blandina mpenzi wangu, yeye ni rafiki yake, siwezi nikatongoza. Kosa kabisa. Kama umemaliza kuchuma dawa tuondoke basi. At least leo nimekuona Majaga, nafurahi sana. Yaani sana tu. Maana nimeshatuma mjumbe, anirudishia hata jibu yoyote.
Kwa mpaka sielewi sasa hivi kama nafikisha ujumbe au aje. Au tuende tu moja kwa moja. Mimi Majaga nakupenda. Nakupenda sana tu na naomba unielewe. Okay, sawa. Labda nikushukuru tu. Ninachokijua ni kwamba kupenda mtu sio dhambi na wala si kosa kabisa, ila hili hapa linaweza likawa ni kosa, kwa maana mimi niko kwenye mahusiano na mahusiano yangu sio ya mbali. Unajua vizuri sana, ni rafiki yako wewe. Sasa ikitokea akagundua kwamba mimi na wewe tuko kwenye mahusiano, unahisi hapo kutatokea nini? Ila tambua yule ni rafiki tu na sio ndugu. Na urafiki unaweza ukaisha sababu yako, maana mimi nakupenda. Hivi nitaaminije kama unanipenda? Kuamini tu ndo unahitaji. Unajua Priska, mimi sitaki niingie kwenye mahusiano na wewe nikawa nimependa, kumbe wewe unatengeneza njama. Kipindi mimi na nazamiria kwenye mahusiano yako, kumbe wewe uko kigama kwenye mahusiano haya. Kwa hiyo mimi nahitaji unithibitishie Nesi hapo umepata majibu na nakuonesha wazi kama niko tayari kwa chochote unachokitaka. Okay, sawa. Hiyo sio shida, lakini naomba tulifanye ndio la siri sana. Rafiki yako asije akajua. Wala hata usijali. Mwamba. Oi. Mambo vipi? Poa. Sasa bro, huyu jamaa letu anaenda kufeli. Nani yule tena? Huyu Majaga. Majaga? Huyu Mwamba anaenda kufeli kwa sababu gani? Yeye anataka kuingiza penzi mbili kwa wakati mmoja. Alafu kija kuangalia wale wapenzi ambao wanaenda kuunganisha wote kwa pamoja ni marafiki. Wewe mwenyewe unajua wazi kusema kwamba wanapendana na Blandina, wako pamoja na Blandina. Yeah, lakini sitoshi tena baada ya hapo sasa. Tena ameanzisha mapenzi na nani? Na Priska. Oh, inatisha ila sio mbaya. Kama mimi nilivyoniambia hapo, kuna kitu ambacho nimekijenga kwenye akili yangu. Unajua ni shida ni moja. Ndugu yetu yule, shida inaweza kuwa ni tamaa au? Na kama inaweza kuwa ni tamaa, ameingia pabaya sana. Ila kwenye pendekezo langu mimi ilikuwa ni mshikaji tumtafute, tumwambie shida ni nini, atumuoneshe. Maana anapoelekea yeye sasa hivi, kwa gisi ninavyofikiri mimi sasa hivi nilivyoniambia taarifa hii, sisi imenishtua moyo. Alafu mimi kama mimi mshikaji ni kutafuta awekwe chini kama gisi nimekwambia. Maana akiwekwa chini tumuoneshe hatua anazotembea nazo yeye sio hatua nzuri. Hiyo ndio ilikuwa ni wazo langu. Sijui umelichukuliaje.
Wazo lako ni nzuri na ni muhimu sana. Unajua kama si kama marafiki, inabidi tu tunashauriana. Tusiwe tunakaa tu marafiki tu wa kubwabwaja tu kucheka cheka vitu ambavyo havina sababu. Lakini ikifikia point muhimu ambao tunaona kwamba hapa sio sahihi, tunatakiwa tushauriane. Kikubwa niache kwanza mimi niende kwanza hivi. Alafu baadaye ndio tutaangalia jinsi gani tutaongea naye. Poa, sio mbaya. Aise, nimeabananga. Laiti hata ningesikia ushauri wako, wenda nisingefikia hapa ambapo nimepafikia. Utabiri wako unaona kama umetimia. Aise, siku yangu ya jana imeenda vibaya sana. Jana nimefumaniwa na Blandina. Priska jana alikuja nyumbani kwangu. Tulikuwa kwenye masuala yetu yale ya kiutu uzima. Sasa pamoja na sijui ni ujinga sijui nini, nikaacha mlango wazi. Ghafla Blandina akaingia na katukuta kabisa tuko kwenye mazingira hayo. Alichoniambia ni kwamba kuanzia jana nifute na nisahau kwamba mimi naye tulikuwa wapenzi. Ni kitu ambacho mimi sikuwa natarajia na wala sikuwa na kiwazia. Unajua Majaga, nimekaa kimya hapa kweli kwa muda mrefu. Ni kwamba naumia mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu. Hichi kitu ambacho kimekutokea leo hii sio kwamba nilikitabiri. Yaani nilikihisi kwamba kitakutokea. Na kweli imekuwa hivyo hivyo. Shida wewe mwanzo ulianza kunipatia majina ambayo hayana kichwa na miguu. Mimi mnafiki na kusikia wivu. Kwa nini na sisi hatutongozi? Yote wewe umenichana na Maela akiwa nasikia kwa masikio yake. Lakini nimekaushia. Tena hapo nikakwambia kwamba mtu wangu, hii madawa vyako ambavyo uko na vichuma chuma hivi ndio vinasababisha wewe unawachanganya. Lakini tena ukanipatia matusi. Sasa angalia leo hii sasa. Umekosa vyote kwa sababu ya kupenda vyote. Ndugu yangu, wewe ni mwanaume, tumia akili. Lakini leo hii sasa ndo Blandina uko naye.
Priska tena ndo hivyo. Sasa kwa akili zako timamu basi ambazo ungezitumia kama kweli unazo kichwani, ungezitumia hizo akili nzuri, basi ungekaa na Priska. Lakini ndo hivyo, na fiatu umeshachatuka risasi. Mimi nimefanya hivyo kwa sababu yawezekana Blandina anaweza akasikia kwamba nimemkataa ama nimeachana na Priska na karudi tena kwangu. Sio hivyo ndugu yangu. Mimi ushauri wangu ambao naweza nikakushauria, kikubwa wewe kama imeshatokea hivi, ninachokuomba, wanawake ni wabaya sana. Ukisema kwamba uende ujibebishe tena kwake kwa wewe Blandina, Blandina nisamee, itakutokea makwani. Kama sio kuchoma visu, itakuwa ni kupa sumu. Mimi ushauri wangu mwanangu, wewe achana nao wote. Maana wanakuambia kila kitu kinatokea kwa sababu zake. Kama yametokea wewe kuwapenda wote ilikuwa ni sababu zake, na kama imetokea leo wewe kuachana nao ni sababu zote pia ambazo Mungu amezipangilia. Huenda Mungu amekuepusha vitu vingi. Kwa kikubwa wewe achana nao. Yaishi hapo. Okay. Mimi nashukuru.